ndio chakula chetu kikuu kwa ajili ya kujikimu na misukosuko ya chuoni. Nakumbuka hata baadhi ya mabinti walikuwa wakishawishiwa vibaya sana na wauaji, na hata wapo ambao walipewa hata ujauzito kwa sababu ya misukosuko iliyopitia chuoni, iliyopelekea ugumu wa maisha ambao umeweza kufanya vitu ambavyo maadili hayaruhusu. Ugumu wa maisha unaweza ukapotezea focus yako kama kijana, ukaacha kutembea katika njia ambayo Mungu anakutaka wewe kutembea, ukajikuta unaingia katika njia ambayo Mungu anataka. Ugumu wa maisha, vijana wangu, usitoe katika nini? Focus. Ugumu wa maisha pamoja na haya yanayofanana, focus yako ya pekee iwe ni nani? Ni Kristo. Unapokumbana na changamoto yoyote ile ya kimaisha, mtazame Yesu. Mtazame Yesu mwenye kuanzisha safari yako ya wokovu. Mtazame Yesu mwenye kuhitimisha safari yako ya wokovu. Ukimtazama Yesu, hakuna challenges yoyote ambayo itakushinda. Utaibuka mshindi kwa changamoto yoyote ile ambayo unakutana nayo katika maisha yako. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu kama ilivyokuwa kwa Petro. Ukisoma kile kitabu cha, tusome kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 28 hadi 31. Mathayo 14:28. Ukisoma andiko hili unamuona Petro akiwa anatembea juu ya nini? Ya bahari. Petro anamuona Yesu anatembea juu ya bahari, na yeye anauliza kwamba Bwana, kama ni wewe, nani nitatembea juu ya bahari? Sema Petro akajibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, ni Mungu nije kwako juu ya maji. Akasema njoo. Petro akashuka kutoka, na tafsiri kwa Kiswahili, akashuka kutoka katika jahazi akaenda juu ya maji ili amwendee Yesu, lakini alipoona upepo ukiwa mkali akaogopa, akaanza kuzama, akapiga kelele akisema, Bwana mwokoe. Petro anamwona Yesu akitembea juu ya maji, focus yake inaelekezwa kwa nani? Kwa Kristo. Akiwa anatembea juu ya maji, mara upepo na mawimbi, dhoruba kali ikaanza kupiga. Petro badala kumwangalia Kristo, anaanza kuangalia nini? Maji na yale mawimbi. Nini kilitokea? Akaanza kuzama. Katika maisha haya, kama usiruhusu focus yako kwa nani? Kwa Yesu. Utakaporudi focus yako kwa Yesu, utaanza kuangalia yanayokuzunguka, na utakapoanza kuangalia yanayokuzunguka, kamwe hautasalimika. Vijana, watu wengi mnaangalia matatizo nayo tutakabiliana nayo siku hadi siku. Wengine kwa sababu ya kuangalia sana matatizo, ndipo wanaamua kuingia katika mtindo wa maisha ambao hapo sawa. Kuna watu ambao waliamua kuwa walevi kutokana na matatizo yanayowazunguka. Waliona kabisa ili kuepukana na matatizo haya lazima tunywe, ili kuepukana na matatizo haya tutajidunga sindano, ili kuepukana na matatizo haya tutakwenda kujiuza. Matokeo yake ni kwamba walipotea mbele.
Matatizo yako yasikufanye utoke katika mstari. Matatizo yako yakufanye uendelee kumtazama nani? Kumtazama Yesu katika maisha yako, katika jambo lolote lile ambalo unalipitia. Kamwe usirudi fokasi yako kwa nani? Kwa Kristo. Endelea kumtazama Yesu. Kama Petro angerudi kumtazama Yesu, asingeweza kuyaona yale mawingu. Sasa hivi vijana wengi hata makanisani wameacha kuja Waadventista wa Sabato kwa sababu tu ya vitisho wanavyovipata kutoka kwa walimu wao. Katika baadhi ya vyuo ni lazima siku ya Sabato wote kwenda kwenye masomo, lakini wakati mwingine sio walimu tu, hata wanafunzi wenzao. Kuna wanafunzi wa Adventista wa Sabato yuko radhi aweze kwenda kwenye discussion siku ya Sabato na sio kwenda kanisani. Anaona kabisa mtihani ndio kila kitu. Matokeo yake ni kwamba ana lose focus ya kumtazama nani? Ya kumtazama Kristo. Matatizo yanayokuzunguka ya kuongezea nguvu ya kumtazama nani? Yesu. Usitazame matatizo. Ukiyatazama matatizo hautapiga hatua kuendea msalaba. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo ya juu, ambako Kristo anaketi mkono wa kuume wa Mungu. Yawekeni mawazo yenu katika yaliyo juu, sio yaliyo duniani. Yatafuteni yaliyo ya juu katika maisha yenu. Mwekeni Kristo mbele katika kila kitu unachokifanya. Mfanye Kristo kuwa namba moja. Mfanye Kristo kuwa pekee. Mfanye Kristo kuwa all in all. Ukifanya hivyo mara kwa mara, hakuna kitakacho kuzuia. Utaona kila sehemu Mungu anakufanikisha. Acha kuangalia yaliyo ya chini. Haya yaliyo ya chini yanapita, ni ya kitambo tu. Tazama yaliyo juu, tazame Kristo. Angalia juu, Kristo yuko pale kwa ajili ya kusaidia katika kila jambo unalopitia. Acha kutazama mambo yaliyo dhaifu. Usitishwe na haya yanayopita. Focus yako iendelee kuwa kwa Yesu. Natambua maisha ya Yesu ni mahali pa kufanya maamuzi mazito, kwa sababu hata mimi nimeshawahi kuwa mwanafunzi. Ni mahali pa kufanya maamuzi mazito, kwanza kuhusiana na taaluma yako. Ni mahali pa kufanya maamuzi mazito kuhusiana na mahusiano. Ni mahali pa kufanya maamuzi mazito kuhusiana na maadili. Lakini ni mahali pa kufanya maamuzi mazito kuhusiana na mustakabali wako wa maisha mara utakapokuwa umegraduate. Lakini utawezaje kuyafanya yote haya kama umtazami Kristo, kama focus yako haipo kwa Kristo? Ninakushauri focus kwa nani? Kwa Kristo. Mtazame Yesu, yeye atakuwa ni suluhisho la kila kitu unachotaka kufanya katika maisha yako. Ni dhahiri
vijana wengi ambao wako chuoni wako bize sana, na ni vizuri kuwa bize, lakini usiwe bize kiasi kwamba unamsahau Yesu. Wengi wako bize na discussion, wengi wako bize na lectures, nakimbizana huku na kule, mkiwa bize ili kuachieve kilichokupeleka pale shule. Hicho ni kitu kizuri, lakini kumbuka ya kwamba kuwa bize sana pasipo kumwangalia Kristo hakutakusaidia. Kuwa bize huku ukimtazama nani? Yesu Kristo. Unakuwa bize kiasi kwamba unakosa hata nafasi ya kusoma neno la Mungu. Wengi leo hii, somo yangu mimi nimeipenda zaidi kwa wanafunzi kwa sababu naongea na audience ya wanachuo. Wengi leo hii hamna nafasi ya kusoma neno la Mungu. Wanafunzi wengi zile mbalimbali, si hapa Iringa, hata sehemu nyingine, hata enzi zangu zile, walikuwa hawana muda wa kujifunza neno la Mungu, walikuwa hawana muda wa kutenga kwa ajili ya kuomba, walikuwa wako bize wakitafuta elimu ya dunia, bize na lecture, bize na discussion. Wapo ambao walifanikiwa, lakini mafanikio yao hayakuwapeleka mbali. Mafanikio yote yale unayoyapata ambayo yanakufanya uweze kumsahau Kristo hata kwa dakika moja, hayo sio mafanikio. Ubize wowote ule ambao haukupatii nafasi ya kutafakari neno la Mungu haukusaidia. Mchana huwa leo ninakukumbusha kijana wangu ya kwamba maisha ya chuo yanapita, ni kama kivuli